Radio Deutsche Welle BBC mjini Bonn kusikiliza idhaa ya Kiswahili. Tukielekea huko nchini Syria, raia wa nchi hiyo wameandamana na kutaka kujua hatima ya nchi hiyo kutokuwa na amani, na wameona ndonge baada ya kujua nchi ya Tanzania ni nchi pekee inayoishi kwa amani. Kwa niaba ya Ngosha, raia moja kutoka nchini BBC Bonn wakieleza namna wanavyoguswa na nchi ya Tanzania kwamba ni nchi pekee inayoishi kwa amani. Raia moja ambaye yeye hajui Kiswahili, anayejua ni Kiingereza, na hapa analipoti Umiriheli kutoka Radio Deutsche Welle mjini Bonn. Wakati haya maandamano yakiendelea huko nchini Syria, ambapo raia wa nchi hiyo wanaeleza kwa uchungu mkubwa, lakini raia moja ambaye hajui Kiswahili wala Kiingereza lugha, na hapa anaongea Kiarabu, anaeleza kwa uchungu mkubwa. Alhamdulillah la hasataisi billah. Raia huyo anasema, enyi wananchi wa Geita, kwa kutunza mmetisha kweli kweli. Lakini wataalamu wa mambo wanaeleza, wanasema kulikoni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Deutsche Welle mjini Bonn. Lakini wakati haya yakiendelea, tulikwenda kuisikiliza sauti ya Jesus kutoka huko. Sauti ya Jesus kutoka huko. Jesus naye alieleza, tusikilize, akiwahusia wanadamu juu ya kuendelea kumpenda Mungu. Alieleza, bwana mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha, kisha akavuna zabibu zake. Msingekuja leo, aibu yetu tungeweka wapi? Lakini yule aliyekuja na mkewe ataondoka na mkewe, ukajikuta unapigwa na unatoka manundu, alafu baadaye ukamsingizia shetani. Maana ulipokuwa unaondoka na mke wa mtu, shetani akwepo, ni tamaa zako binafsi. Je, mwalimu, watu wengi wamekuja kutunza, lakini ni haki mgeni rasmi kutokuinuka? Amini, amini mgeni rasmi, nakwambia baba, nawe utachuniwa. Ndipo mgeni rasmi maneno hayo yalimgusa baada ya kusikia akihusiwa na Jesus kutoka mbinguni, lakini maneno hayo